Dani. Dani. Waisha hayo maji. Mwanangu. Mwanangu. Kule nimeamkia. Nilikuwa nimeamkia kwenye mkutano wa wanakijiji. Na mkutano wenyewe unasema kwa ambaye aliyezaa mtoto wa kiume wa kwanza au wa kike anastahili kwenda msituni. Msitu wa Dama. Ndio. Kufanya nini tena? Kutetea kijiji. Unatakiwa uende msituni, kwenye msitu wa Dama, kwenda kuleta tunda inayoitwa ndoshishi. Ndoshishi. Ndio. Mimi niende msituni. Ndio mwanangu. Umenichoka. Mama, umenichoka. Mimi nilikuwa nishaambiwa mara nyingi kama unanichukia. Leo ndio nimeviamini. Hapana mwanangu. Mama, ulikataa nisimwe finance. Ukoona itoshi. Leo tena uko niambia niingie kwenye ule msitu. Hapana mwanangu. Kijiji kizima ule msitu tunauogopa. Tangu nizalezo ya kusikia hata siku moja baba anaingia kwenye ule msitu. Mwanangu, wewe ni mtoto wa pekee. Unatakiwa kwenda kutetea kijiji chetu. Naamini wewe ni shujaa. Na unaweza kutetea kijiji chako. Mwanangu, mauaji yamepitika ni mengi. Unaweza mwanangu. Katetee kijiji chako. Wana kijiji wote watakwenda, ambaye aliyezaa mtoto mmoja wa kike wala wa kiume. Hautakuwa wewe pekee. Mtakuwa mko wengi. Sawa. Kwenda mimi sio tatizo. Tatizo ni hili. Tatizo ni moja. Kama utakubali mimi ni muoe finance. Ukikubali mimi niishi na finance. Hakuna kipingamizi. Nitaenda. Tofauti na hapo sina cha kuongeza. Sajani, umeua? Umeua? Yani huyu hapa mseto wetu. Ni kweli Juma. Mambo gani sasa? Juma. Sajani. Mambo gani tena ya Sajani? Ndio ameua Sajani. Wazee wa kijiji wote walikuwa naweka upendo kwako na thamani na heshima pia. Tazama, mwana kijiji mwenzetu namuua. Tunaelekea wapi? Unajificha ngozi ya kondoo wakati wewe ndio chui Sajani. Yani haina budi ya kuzungumza maneno mengi.
Haya tu tuende kijijini tukaambia wazee kijiji. Mwana kama siwezi kukaa kimya. Twende. Shetani mkubwa huyu. Mwenyezi Mungu, kwa nini binadamu tunapokuwa kwenye matatizo watu naona dunia kuwa ni mzigo uliotuelemea? Nataka kuzaliwa mtoto wa kwanza mimi, maana sina uwezo wa kwenda msituni. Inabidi tu nikate mbele ya mama kwa siwezi kuondoka. Tatizo kwangu tu. Zai. We Zainabu. Mbona muonekano wako utafikiri na mawazo? Tulikuwa ni rafiki yangu. Zindu, wakati mwingine shida hufanya tumkosee Mola wetu. Maana mawazo mengi ndio yanasababisha tumkufuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa sijakuelewa. Unamaanisha nini? Mbona unaniacha kwenye wakati mgumu? Zindu, najuta kuzaliwa mtoto wa kwanza mimi. Nimechaguliwa kwenda msituni na mamangu na wakati mimi sipendi. Tena isitoshe Zindu, miaka yangu ni midogo sana. Mimi siwezi kuondoka msituni, siwezi Zindu. Pole sana rafiki yangu. Ila jua mama yako kuchagua wewe ana maana yake. Uenda utakuwa kwa mkombozi wa kijiji. Haitoshi, mtakuwa mko wengi. Kweli Zindu? Ndiyo. Lakini mimi nikiondoka kule sina kwenda kufa tu. Kazi gani nitakuwa nimeenda kufanya kule? Lakini Zindu, kisha kwambia Zai, mtakuwa mko wengi. Hata na Safia atakuwemo. Kweli Zindu? Ndiyo. Usijali. Eti utaenda, usiogope. Utaenda, utabasamu sasa. La mgambo, fikiria kuna jambo. La mgambo, fikiria kuna jambo. Ndio, la mgambo, fikiria kuna jambo. Usikazanie ndagoe. Maana matatizo ya kijiji yanaenda kuisha. Ndio, la mgambo likilia, ujua kuna jambo. Usikazanie ndagoe kwa huzuni na mayowe. Maana matatizo ya kijiji chetu yanaenda kuisha. Kwa mwenyekiti leo katuitisha twende kuaga washujaa kijiji wanaenda kukomboa kijiji chetu, kupigania uhuru wetu. Matatizo yanaenda kuisha. Cheza.
jamani, la mgambo likilia kuna jambo. Ndio, na nyinyi naambia, la mgambo likilia kuna jambo. Msikazanie Ndagowe kwa huzuni na mayowe. Ana matatizo ya kijiji yanaenda kuisha. Kwa shikasho kwa mwenyekiti anatuita twende kuaga mashujaa kijiji. Wanaenda kukomboa kijiji chetu. Kijiji kinaenda kupata amani. Kwa hiyo mwambie Mama Ari, Mama Nasibu, Mama Pascal, Mama Gadi, mnahitajika kwa mwenyekiti. Na dada, kwa mwenyekiti unahitajika. La mgambo nikilia kuna jambo. Ukisikia jambo go. Sasa sitaki utani hapa, sitaki nini. Shama dada. Tina. We Tina. Abeda, nakuja. Unatoka wapi asubuhi hii? Dada, nataka kumuona Sharo. Sharo? Unaamka asubuhi mapema kwenye manyumba za watu eh? Unafikiri watakufikiria nini wewe eh? Hivi una akili timamu wewe? Kumbuka hujafyatia, hujaosha vyombo, hujateka maji. Hiyo yote ni jukumu lako. Dada, niseme sitarudi tena. Tina mdogo wangu, tambua wewe ni mtoto wa kike eh? Tena wapi ushaona mtoto wa kike anajifananisha kama mtoto wa kiume eh? Hiyo haipendezi kwa mila na desturi ya Kirundi. Tina, tabia hiyo hapa nyumbani mimi sipendi. Sawa? Sawa, nakuelewa dada. Afu nakumbuka naenda kwa Mama Dani, nimesikia nao. Ndugu, nikute umetoa hizo mbariga zako hapa, utanisoma. Tusibishane. Kama utaki nikuchape vibao tusibishane. Mchinga wewe. Umenielewa? Mheshimiwa, kama tumeweza kuitisha hapa ni kwamba tumekuitisha kwa sababu moja aza mbili. Sawa. Ni kwamba wewe ndio unayeongoza kile kikundi ambacho kitachokwenda msituni. Kwa hiyo tunataka tukuhusie. Kwanza utapokuwa umeongoza kikundi kwa kwenda msituni, jitahidi uwaongoze vizuri. Na kingine ambacho nitachokikwambia, jitahidi msiende kinyuma na yale ambayo nye mganga wa chenyeji aliyoatuambia. Sawa? Kwa hiyo na kuamini, tumekuchagua sisi wazee wa busara kwa kuwa tunakuamini. Tunajua kwamba wewe ni shujaa. Kwa hiyo jitahidi kuendea yale ambayo nye sisi wazee wa busara tulioyawaambia. Msiendi kinyuma chochote akili ambacho tulichokiwaambia na kile ambacho yenye ule mganga wa chenyeji aliweza kutuambia. Nikiwazio umenisikia vizuri. Kwa hiyo mama, wewe unalo la kuzungumzia? Hapana, mimi sina lingine zaidi ya kusema. Nizali wewe umeshasema hivyo, hayo yametosha. Hapa kitu chenye kipo baba. Kwa kweli tunawaombea dua, sisi tumebaki tunawaombea dua. Ili kwa yenye ambayo mnayoyafuata huko muweze kufanyikisha. Tunaomba kama gisi tumekuchagua kuwa kiongozi na uendelee wewe kiongozi wao, na msisahau yale yenyewe tuliyoyatoa kule kwa ule mganga. Msisahau hata limoja, muyaendee kwa ili tuweze kufanyikisha. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, mama. Kwanza tunashukuru kwa dua zenu na baraka zenu. Ndiyo. Na tunawaahidi kwamba hatutawaangusha. Kila tulichoambiwa na mganga tutakifuatisha, na kila sharti ambayo tuliambiwa tutaifuatisha, wala haina mashaka. Na nawaahidi kwamba jinsi tulivyokwenda na ndivyo tutakavyorudi. Hilo ndio ni shaka.
Mungu awabariki sana. Na ndo chenye kilisababisha tunakuteua wewe uwe kiongozi wa wengine. Kwa hiyo safari njema, safari njema, safari njema. Tulia wewe. Mimi ndio mganga wenu.
Enyi mashujaa wa kijiji cha Nyabunyegeri, kabla ya kwenda kwenye msitu, mnalazimika mwendeye sharti hizi. Sharti